issue ya kuachana. Ndio. Mungu anaitazamaje? Mungu ameshasema kuhusu kuachana. Iko very clear, anachukia kuachana. Yes. Mungu anachukia kuachana. Sio kwa sababu anachukia kuachana kwa sababu Mungu hapendi kuachana. Mungu anachukia kuachana kwa sababu ya madhara ambayo yataacha kwenye maisha yako. You understand? Now this is very important. Watu kuelewa. Sio kwa Mungu anachukia kuachana pase. Kuna kuachana ambako Mungu anafurahia. Do you understand that? Yeah. Yes, kuna kuachana ambako Mungu anafurahia. Kwa mfano, wakati mitume Mungu amewaambia, amesema kaeni Yerusalemu mpaka mtakaopokea ahadi ya Baba. Lakini agizo la kwanza litakuwa wawe mashahidi wake, wakishapokea ahadi wawe mashahidi wake Yerusalemu, Samaria, Judea hata mwisho wa nchi. You understand? The purpose was to kusamba, kutawanyika. Wao hawakutawanyika. Mungu akakasirika akaleta adha. Do you understand that? So ziko ndoa ambazo Mungu anafurahia wakiachana, na ziko ndoa ambazo Mungu anachukia wakiachana. Lakini generally speaking, Mungu anachukia kuachana. Sasa ni ndoa gani ambazo Mungu anachukia kuachana? Kabla Mungu hajasema anachukia kuachana, ameanza kusema pale mwanzoni. Watu unaposoma Biblia kuna kitu inaitwa pretext na context. Yaani pretext ni maneno yaliyotangulia kabla ya hiyo kitu ambacho unaisema. Inaweza kuwa ni mstari mmoja, inaweza kuwa ni sura moja, inaweza kuwa na sura tatu nyuma. Mungu anasema usimtende kwa hiana mke wa ujana wako. Umeelewa? Kwa sababu gani usimtende kwa hiana mke wa ujana wako? Mimi nachukia kuachana. Ili kuachana kusitokee, usimtende kwa hiana mke wa ujana wako. So kimsingi Mungu anachochukia hasa sio kuachana. Mungu anachukia usimtende mtu kwa hiana. Kwa sababu mkitendeana kwa hiana hamtaweza kumfurahia Mungu, kufurahia maisha na kuweza kwenda sawa sawa kwenye shauri lake duniani. Kuna kitu Mungu anakiheshimu kuliko mtu, ni sababu ya kuwepo kwako duniani. Mungu anajali purpose, kusudi kuliko hata wewe. Ndio maana ukishamaliza kusudi Mungu anakuondoa duniani. Biblia inasema hivi, Daudi alipokwisha kutimiza kusudi la Mungu juu ya maisha yake akalala pamoja na baba zake, akaona uharibifu. So wewe ni wa muhimu duniani as long as unafanya biashara ambayo Mungu alikutuma kufanya. Kama ndoa yako inasababisha ushindwe kufanya biashara, Mungu atafurahia ndoa iondoke. Umesikia? Yes. Ndio maana Paulo anasema hivi, mimi natamani angalau kila mtu angekuwa kama mimi. Lakini kwa sababu ya zinaa kila mtu awe na mke wake. Kwa nini? Kwa sababu Paulo yeye aliona kwa nature ya assignment yangu na kusudi langu ndoa itakuwa changamoto. Ndio maana hakuwa na mke. Wako bado wana theolojia wanaamini alikuwa na mke wakaachana. Hizo ni story. Hamna ushahidi wote wa maandiko wa vitabu 66. Please, I want you to understand. Unaposema maandiko lazima useme ni vitabu 66 kwa sababu viko vitabu vingine ambavyo ni maandiko lakini sio 66. Do you understand? So wako watu wanaamini kwamba inawezekana Paulo alikuwa na mke wakaachana. They believe that. Lakini yeye hatuwezi kusema. Lakini yeye alisema bora mtu asiwe na mke. Yes, kwa sababu watu wengi waelewi kwamba kitu cha muhimu kwenye maisha yako kuliko vyote ni kusudi la Mungu kwenye maisha yako. Kwa ndoa inapaswa kukusaidia, sio kukusaidia kupo kwa aina mbili. Kukusaidia kwa maana passive na active. Umenielewa? Uko msaada wa hatima. Ndoa inapaswa kukusaidia kutimiza kusudi la Mungu kwenye maisha yako. Kama ndoa haikusaidii kutimiza kusudi la Mungu kwenye maisha yako, hiyo ndoa haifai. Mkiachana Mungu atafurahi. Okay. Yeah. Na naposema msaada, sina maana kwamba msaada kwa maana active. Ngoja nikupe mfano. Wewe kazi yako ni nini? Graphic design. Graphic design, si ndio hivyo? Yeah. Mke wako anakusaidia kwenye graphic design? Hapana. Hakusaidii, sio? Lakini ana mchango kwenye kazi yako? Somehow. Yes, ana mchango. Vipi kama wewe una mke na watoto wawili, sio? Vipi kama ingetakiwa ufanye graphic designing, kabla unaenda kufanya graphic design upikie uji watoto, waogeshe, wapeleke shule. Si sawa? Baada hapo waweke chakula, ufanye graphic design, wakilia yaani ufanye majukumu yote nyumbani mwenyewe. Bila shaka graphic designing isingekuwa kwa ufanisi ulionao sasa hivi. Do you understand that? So mke wako anasaidia hatima yako passively. Sawa? Kwa kufanya kuangalia mambo yale ambayo wewe yangekufanya. Kama ungeangalia wewe usingekuwa na utulivu wa kutosha kufanya hiki ambacho umeitwa kufanya. Do you understand that? So passive, mchango passive, unasema
msaidizi wa kusudi. Hatuna maana tu kwamba lazima naye afanye graphics. Mfano mimi ni mchungaji. Msaidizi wa hatima yangu sio lazima awe anaimba, anibebe nini na kitu hichi. Kwa watu wengi wanakosea. Sio lazima mke wa mchungaji awe na direct involvement kwenye huduma. No. Akiwepo nyumbani akampa huyu baba utulivu wa kutosha kuwa mchungaji, huyo ni msaidizi wa hatima. Okay. Ndio ana sana inaitwa passive. Lakini kuna watu wengine anaweza kukupa passive na kukupa active. Kwa maana kwamba akakupa utulivu na bado akawa na direct involvement kwenye hiyo kazi yako. Okay. Kwa hiyo graphic designer anafanya ya nyumbani, akishafanya nyumbani anakupa utulivu wa kufanya graphic design, lakini bado designer anakuambia bwana, hapa kwa nini usitumie tool fulani? Hapo kwa hii kwa nini umetumia Photoshop? Ungetumia Illustrator kaa vizuri zaidi. Unaona sana. Nakwambia no, hii hapa umetumia brush. Kwa nini usitumie brush fulani? Unaelewa? Maana kwa anakupa passive na active. Na ya muhimu kuliko zote sio active, ni passive. Yeah. Okay, na kumekuwa na changamoto ya kuvunjika kwa ndoa kwa upande wa waimbaji. Wakisema kwamba pamoja na sababu nyingine wanasingizia swala la huduma. Ndio. Hili limekaaje? Kwanza naomba tusitumie neno tatizo. Kuvunjika ndoa sio tatizo. Okay. Yani sio kwamba kuvunjika kwa ndoa ni tatizo. Hapana. Paulo na Sila walivyoachana ndo tukapata Paulo na Sila waliomba milango ya gereza ikafunguka. Umeelewa? Vinginevyo vingekuwa Paulo na Sila na Barnaba na Marko singekaa vizuri. Umeelewa? So sometimes kuachana ni baraka. Yes. Umeelewa? Okay. Ni kuachana ni baraka. I'm telling you. Sijui kama nitatoka nje sana, lakini look at me. TAG, ndani ya TAG kulikuwa na EAGT. Yeah. Umeelewa? Okay. TAG katoka EAGT katoka TAG. Tuna EAGT na TAG. Okay. Ndani ya EAGT kulikuwa na CAG. Yes. Sawa. EAGT CAG katoka EAGT. Sasa tuna tatu. Tuna CAG, tuna EAGT, tuna TAG. Nasemea makanisa kwa sababu ndio yamezaana. Okay. Nataka nikwambie ukichukua makanisa ya CAG ya sasa, ya EAGT ya sasa, ya TAG ya sasa ukayajumlisha pamoja, yasingekuwa sawa sawa na makanisa ambayo TAG ingekuwa nayo, isingegawanyika. Okay. Wachungaji, watenda kazi, watumishi na impact isingekuwa sawa sawa na TAG ingekuwa peke yake. So sio kila kuachana kubaya. Tatizo ni mnaachanaje? Umenielewa? Okay. That's a problem. Sawa. Kwa ningesema rudia swali. Sema sio changamoto ya kuachana, sema swala la kuachana. Okay. Alafu uliza swala lako vizuri sasa. Okay, ili swala la kuachana. Very good. Baadhi ya waimbaji na sababu pamoja na sababu nyingine, sababu kubwa wanayozungumzia ni huduma. Ni kweli kabisa. Na ndio maana ni vizuri sana. Nasema mwanzoni wakati unakuuliza kwamba changamoto ya mahusiano ya vijana wengi ni nipi, nikasema wengi hawajui ndoa, hawajui mahusiano. Okay. Watu wanaingia kwenye ndoa bila kujua. Iko hivi, mume nikupe mfano rahisi. Sababu ya kwanza kabisa kwa nini tunafunga ndoa, sio kwa nini tunaoana. Please, I want you to understand. Kuna tofauti hapo. Sababu ya kwanza kwa nini tunafunga ndoa, ili tuwe na watu ambao tutafanya nao sex bila kusikia hatia moyoni. Okay. Do you understand? Okay. Kwa nini watu wanaoana inaweza kuwa ni sababu nyingine, yani kufunga ndoa. Do you understand that? Okay. Sasa huyu baba, huyu mkaka anapotaka mume, anapotaka mke, yeye kichwani mwake anawaza mke, akijua kwamba mke anafanya nini kwenye ndoa. Lakini huyu mke ana kitu kingine ambacho ni zaidi ya mke, ambacho ni huduma. Kama wakati unamuoa mtu ukutake into concern, sawa, kile kitu chako ambacho kinakudefine wewe kwa mtu, mkifika kwenye ndoa kitasumbua. Umenielewa? Kwa mfano, wakati mimi namchumbia mke wangu, mimi nilijua kwamba nitakuwa mchungaji mwaka 2007. Okay. So nilikuwa nataka mwanamke, kigezo cha kwanza ambaye nitafanya naye mapenzi bila kusikia hatia. Kwa lazima awe mwanamke kamili. Okay. Umeelewa? Okay. Sasa ni mwanamke wa aina gani?
Nielewa? So nikaangalia mimi ni mchungaji. Lazima mwanamke ambaye anaweza kubeba au kuishi na mimi nikiwa mchungaji katika diversity zake zote. Okay. Umenielewa? Niliwahi kukutana na wasichana warembo kabisa, warembo, wazuri. Okay. Lakini somehow niliona kwamba hawezi kubeba kitu changu ambacho kina define maisha yangu hapa duniani. Niliwaacha. Okay. So hata mke wangu na mmoja nilimuuliza, mimi tunakubaliana kabisa, je, mimi nitakuwa mchungaji. Hiyo ni mwaka 2015, tarehe 25 mwezi wa 9 2015. Mimi nitakuwa mchungaji. Nimekuja kuwa mchungaji mwaka 2021, miaka 6 baadaye. Wewe uko tayari kuolewa na mchungaji? Akasema ndio. Nikasema yes. Angesema hapana, pamoja na mambo yote ningemwacha siku. Yaani kwamba hawana clarity of purpose. So unapoolewa au kuingia kwenye mahusiano na mtu, huo uimbaji unapaswa kitu ambacho unakijua tayari. Kama ulikuwa ukijui, basi chagua mtu ambaye ana mtazamo ambao utakapokuwa na diversity hizo, sawa, ataweza kuchukulia. Okay. Sasa ndoa yako ikivunjika kwa sababu ya huduma, tatizo ni wewe mwenye huduma. Yeah. Na inakuwa ni sahihi au unakuta si sahihi? Naposema tatizo ni wewe mwenye huduma kwa sababu kubwa moja. Kwanza wakati unachagua. Okay. Sawa. Kwanza wakati unachagua. Jambo la pili, labda umeshindwa kubalance huduma na majukumu yako kama mume au kama mke. Okay. Yes, hivyo viwili tu. Okay, na baada ya kuwa ndoa imevunjika, huyo mtu ambaye wameshindwa, pengine pamoja na masuluhisho yote imeshindikana kabisa, maisha yake baada ya hapo aolewe tena. Maisha ni mafupi sana kaka. Umesikia? Mkishindwana umtafuta mwingine. Kabisa. Unakuta huyo kijana wa kanisani pengine anadai kwamba bado ana maumivu. Anasema wanawake ni wale wale, wanaume ni wale wale, wataniumiza. Ni ujinga. Okay. Ni ujinga tu. Mbona mabasi yanapata ajali kila siku bado tunapanda? Ni ujinga tu. Unajua dunia ni tamu sana kama ukikaa upande mzuri. Okay. Maisha sio mabaya kwa watu wote. Ni mabaya kwa waliokaa kipande kibaya. Okay. Kwenye nchi ambao watu wanasema hela ni ngumu, kuna watu wanunua Rolls Royce, wana magari 7 ya milioni 777 kwenye yadi zao. Okay. Inategemea umekaa kipande gani. Sawa. Wanawake wazuri wapo, wanawake wa ovyo wapo. Mbwa zipo na ng'ombe zipo na viatu vipo. Wanaume wa ovyo wapo, wanawake wa ovyo wapo. Inategemea posture yako inavutia watu aina gani. Okay. Yeah. Kwa maana yake unawavutia watu wa aina yako. Kabisa kabisa. Samaki wa Ziwa Nyasa hawezi kufunga ndoa na samaki wa Ziwa Victoria. Okay.